aliyefanya maombi sio Haji, bali ni mtoto ambaye naye hakuomba ila alilia na Mungu akasikia kilio. Moja, kuna wakati Mungu hasikii maombi peke yake, anaweza akasikia nini? Kilio. Kwa hiyo ukiguswa kulia, ndugu yangu, lia. Ukiguswa kulia katika roho, lia, maana hata kilio Bwana anasikia. Ndio maana hata Musa, kitendo cha kuitwa na Mungu, Mungu anasema nimesikia kilio cha nani? Cha mateso ya wana wa Israeli wakiwa Misri, kilio. Kwa hiyo unapokuwa kwenye maombi, ukifikia kwenye kiwango ambacho Roho Mtakatifu anaugua, unashindwa kuomba ila unajisikia kulia, lia. Lakini kulia kwako, jua kwamba kulia kwako hakubaki kuwa kulia, bali kulia kwako kunageuka kuwa maombi mbele za Bwana, na inaleta attention, na hatimaye Bwana anakujibu kwa jina la Yesu. Namba 2, narudi tena, aliyeomba au aliyelia sio Haji, bali mtoto wake ndiye aliyelia, lakini majibu yanakuja kwa nani? Kwa Haji. Manake ni hivi, tumetoka kuzungumza habari ya kwamba viumbe vinausubiri kwa hamu wakati wa kufunuliwa wa wana wa Mungu, navyo vina utungu, vina kiu, vinalia, kwa kuwa viliwekwa katika utumwa wa vifungo kwa ajili yetu sisi tuvifungue. Maana yake kama mtoto wa Haji, Ishmaeli, alilia kilio, matokeo yake Haji ambaye hajalia wala hajaomba anajibiwa maombi yaliyotokana na kilio cha mtoto kama kiume. Manake kuna namna ambavyo vitu mbalimbali vinavyohusiana na maisha yako vinapougua, vinapolia, vinapopata changamoto, kuna namna ambayo Mungu anaweza akakujibu wewe kwa sababu ya kilio cha hivyo vitu au hivyo viumbe. Yaani mimi hapa, kuna watu ambao wanategemea uchumi wangu wafanikiwe, kuna watu ambao wanategemea uchumi wangu wasome shule. Yaani kuna namna ambavyo sitimizi wajibu wangu kwa habari ya mifugo kwa sababu sina hela, sitimizi wajibu wangu kwa habari ya familia kwa sababu sina hela. Yale maumivu anayopata kule, kuugua wanakokupata kwa sababu mimi sijatimiza wajibu wangu kwa kuwa sina hela, yale maumivu, yale malalamiko na kile kilio mbele za Bwana kinaweza kikageuka yakawa maombi ambayo hata kama mimi sijaomba naanza kupokea majibu kwa ajili ya wale watoto kwa jina la Yesu. Huyu mtoto analia, Haji amekata tamaa, anajua mtoto amekufa, lakini kilio cha mtoto kinasababisha Haji akutane na malaika na kuambia akamchukue mtoto, na hatimaye macho yanafunguka, anapata maji. Maanake kuna namna ambavyo wakati mwingine, kama kuna watu ambao wanategemea uinuke ili nao wainuke, wanategemea ufanikiwe ili nao wafanikiwe, matamanio yao na kiu yao na kilio chao kinageuka kuwa maombi, na hatimaye wewe unapokea. Haleluya! Manake usiache kuwasaidia watu, usiache kutimiza wajibu, usiache kuwainua. Mimi ninavyokuhudumia wewe, mahali ambako una shida, mahali ambako unatamani kikubwa, natamani mtumishi akinigusa nipone, natamani mtumishi akiniombea nipone, natamani nivuke kwenye uchumi kupitia hii madhabahu. Manake maombi yako na kiu yako na kilio chako kinasababisha Bwana anitokee, anipe upako, anipe nguvu, anipe mamlaka, anipe majibu. Nikija nasema pokea. Haleluya! Hivi unanielewa ninachokisema? Nafundisha vitu vya ndani sana, kwamba wakati mwingine hauko peke yako unayeomba. Kuna vitu vinakuombea, kuna mifugo inakuombea, kuna ng'ombe anakuombea, kuna mbuzi anakuombea, kuna ardhi inakuombea, watoto wanakuombea. Yaani mtoto anapolia, sijui mwaka itakuwaje, baba naona amefanya hiki hajapata hela, sijui hata itakuwaje shuleni, wenzetu wamependeza, maneno yao, malalamiko yao, maumivu wanaokuwa nayo shuleni ya kwamba kwa nini mwaka sijanunuliwa viatu vipya, nguo zangu zimechakaa, sina mkebe, sina daftari, watu wananicheka. Mbele za Bwana hicho kilio kinafika kwa Jehova, na kikifika kwa Jehova unashangaa milango inafunguka. Milango yako ifunguke kwa jina la Yesu. Milango yako ifunguke kwa jina la Yesu.